Siku ya leo tupo katika episode ya 6 Jike Shupe. Kwa wale wafuatiliaji wa season hii, leo hii tupo katika sehemu ya kwanza. Tunaona Bwana Abdalla Kibindu yupo katika nyumba ya Bikachara, lakini tunaona nje alitoka Bwana Kitundu mara baada ya kuamliwa na Bikachara kwamba unatakiwa sasa uende nje ukawasikiliza wageni. Lakini baada ya kutoka akakutana na Bwana Hasani Abdalla Kibindu. Sasa wakaanza kushangaana. Bwana Abdalla akajua yule ni mke wake baada ya kumwona kapaka wanja, na isitoshe ni muda mrefu sana hajaonana na mke wake. Sasa alikuwa katika hali ya sitofahamu kwamba huyu ni nani, lakini yeye aliendelea msimamo wake, akajua yule ni Bikachara. Lakini Kitundu pia akawa anashangaa huyu ni nani, kwa sababu simuelewi, ghafla ananiita mimi Bikachara. Lakini katika hali ya kutokuelewana wakawa wanaendelea kubishana. Lakini huku tunaona mrembo wetu Asha Kidonge yupo pembeni, anaona jinsi watu wanavyokuwa wanavurugana kwenye maelewano, kwamba hawaelewani hata kidogo. Huyu amjui huyu na huyu anamchukulia huyu kama mke wake. Sijui nini kitakachoendelea, lakini tukumbuke kwamba Bikachara yeye yuko ndani. Lakini muda si mrefu Bikachara anawaza, huyu ni nani? Mbona Kitundu amekaa muda mrefu anaongea na nani? Mbona watoi? Hatujajua kipi kitakachoendelea katika sehemu hii. Acha tuende katika sehemu nyingine inayofuata. Tunamwona Mama Shemtoi yupo na Asha Kidonge, wapo katika hali ya kuongea. Asha Kidonge anamuuliza Mama Shemtoi, vipi kuhusu mwanao? Ametoa jibu gani? Mara baada ya kwenda kwa kina Shemtoi akamkuta Shemtoi hayupo, ikabidi amuulize mama yake swali hilo. Lakini mama yake akasema, nimejaribu kukaa na mtoto wangu, tumezungumza kuhusu hilo swala, lakini Shemtoi ameonekana amekuwa ni mgumu sana. Lakini Asha Kidonge hakupendezwa na ile taarifa, akamhakikishia mama kwamba mimi nitaendelea kuwa na msimamo wangu kwa sababu nimetoka mbali kimapenzi na Shemtoi. Lakini Shemtoi anitaki mimi, anataka mwanamke ambaye yupo vibaya, mwanamke alichangamka, mimi nimepoa. Na mama yake pia akabidi ampe jibu kulingana na Shemtoi alivyotoa maelezo yake. Lakini mrembo wetu Asha Kidonge hakuafiki ile swala, akamwondoke zake kwa hasira. Lakini sijajua nini kitakachoendelea, atachukua maamuzi gani huko anapoenda. Je, ataenda kumtafuta Shemtoi alipo au inakuwaje? Lakini katika sehemu nyingine inayofuata tunamwona Shemtoi yupo na rafiki yake Pinky Boy. Pinky Boy anamuelezea kwamba ni kwa nini sasa unaachana na yule mpenzi. Lakini Shemtoi anamwambia kwamba mimi naachana naye kwa sababu simtaki hata kidogo. Mimi namtaka demu huyu aliyechangamka, demu ambaye ana tabia hii na hii. Shemtoi hajalizika na wanawake ambao yeye wanampenda, ila Shemtoi anataka mwanamke mwingine ambaye yeye anampenda kulingana na mazingira yake. Lakini Asha Kidonge tunaona ana msimamo, na pia tunakumbuka Mwamtumu kule ana msimamo kwamba anamhitaji sana. Lakini katika sehemu ya mwisho tunamwona Bikachara aliweza kutoka nje ili aweze kujua nini kipi kinachoendelea. Lakini mara baada ya kutoka nje akakutana na mzee Abdalla Hasani Kibindu. Lakini mzee Abdalla Hasani Kibindu alipomwona Bikachara ikabidi amuelezee kwamba nimetoka mbali, nimekufuata wewe, kwa hiyo ninahitaji kuishi na wewe mundani. Lakini Bikachara akamwambia hapana, haiwezekani, mimi nimeoa au nimeolewa, nina mpenzi wangu yupo ndani, nimefunga naye ndoa, kwa hiyo wewe hauna nafasi, na isitoshe pia sikujui. Lakini Bwana Abdalla Hasani Kibindu akaendelea kuwa na msimamo wake kwamba mimi nakufahamu wewe ni mpenzi wangu, sasa mimi nitaenda wapi na nimekuja nahitaji nikae na wewe. Lakini Bikachara akasema hakuna nafasi, sijui kitakachoendelea. Je, Bikachara atakuwa na msimamo wake ule ule kumnyima nafasi ya kuishi Bwana Abdalla Hasani Kibindu? Na tunajua wote Bwana Kibindu ametoka safari ya mbali na amefika huko kwa lengo la kumtafuta Bikachara, na sijajua Asha Kidonge atachukua maamuzi gani pia, kwa sababu aliondoka kwa hasira pale nyumbani kwa Shemtoi. Na je, Shemtoi atakuwa na msimamo gani? Je, atarudisha mapenzi yake kwa Asha Kidonge, kwa sababu Asha Kidonge anaonekana ni jike shupa mwenye hasira na hawezi kukubali kushindwa? Je, ni nini kitakachotokea? Hebu tufuatilie katika episode ya 7 ili tujue nini kitakachojiri katika sehemu hiyo.